Hello my good people, mambo vipi, mpo poa? Nawapenda sana jamani. Mnaendeleaje? Mmeamshwaje? Nilipigiwa simu jana na mtu mmoja kutoka Dar es Salaam. Mtaa nimesahau. Sijasema anatoka Dar es Salaam sehemu gani sijui. Akaniambia anaomba nimpe hatua za ufugaji wa kuku wa Saso. Anatamani kufuga Saso. Nimpe hatua za ufugaji wa kuku wa Saso. Sasa nikajiuliza hatua gani? Akasema nimesikiliza pale sijui lakini sijaelewa. Nikaona nikupigie. Na mimi nikamwambia mimi sifundishi watu kwenye simu, nikikufundisha kwenye simu utanilipa. Sikufundishi kwenye simu. Nikikufundisha kwenye simu utanilipa. Nikaamua tu nije nizungumze hapa. Niseme tu kwenye ufugaji wa kuku wote wanafanana. Wewe unafuga Saso, wewe unafuga Croiler, wewe unafuga Broiler, wewe unafuga siu kienyeji. Makuzi ufugaji ni ule ule, uleaji wa vifaranga ni ule ule. Dawa ni zile zile tunatumia. Na ili uweze kuona kuku wako wanaenda vizuri, jitahidi kuongeza kipindi cha kuwapa chakula cha dukani. Chakula cha kiwandani. Yaani kama ni starter, kama ni grower, wapatie kwa muda kidogo. At least ujivute tu mpaka miezi miwili. Wakifika miezi miwili unapoanza kuwapa chakula cha kuchanganya, au kuku hawatakusumbua sana na magonjwa. Hawatakusumbua sana na magonjwa kwa sababu umewapeleka na chakula cha kiwandani kwa muda wa miezi miwili. Jitahidi, najua ni ngumu, najua kipato ni kigumu, lakini jitahidi tu ujikongoje. Usiwape mapema chakula cha kuchanganya. Wacha wakue vizuri, wakomae vizuri, ule ukifaranga ule uondoke. Alafu unapokuja kuanza kualisha chakula cha kuchanganya mwenyewe, hakitawapa madhara sana. Na kile chakula tunachochanganya tunakitibu. Kuna nini? Binder sijui nini sijui, nimesahau bwana. Kuna dawa na nimewahi kuzizungumzia hapa, dawa ambazo zinatumika kuchanganya chakula ili kwamba kile chakula kiwe treated. Tunaamini kwamba kile chakula kimekuwa contaminated na mambo mengi. Pumba, sinajua pumba mashine huko zinakanyagwa, zinawekwa kwenye mamifuko ya ajabu ajabu, zinaburuzwa huku. Kwa hiyo zile pumba zinakuwa contaminated tayari. Kwa hiyo unapoenda kuchanganya chakula chako, pumba ya mahindi, pumba ya mpunga labda na pumba na vile vichanganyio vingine vile virutubisho, hakikisha ile pumba umeitibu. Unapochanganya pale kuna dawa ambayo inauzwa inaitwa nini sijui, nini binder. Siko nyingi. Ziko kama 3-4 hivi nimezijadili kwenye video fulani. Tafuta hapa kwenye video zangu hapa. Scroll down soma title. Utakutana na hizo dawa hizo. Kwa hiyo unapochanganya pale unakuwa na hizo dawa unachanganyia, unapima vijiko 3 au 4 unachanganyia. Unapoweka ile dawa kwenye chakula kile unachochanganya kinaenda kutibu bacteria ambao wapo kwenye kile chakula. Kwa hiyo naye inawasaidia kuwapunguzia magonjwa. Lakini kwenye kuwafuga hawa Saso, siu Croiler, Broiler, nani hawa wa kienyeji na aina nyingine, maana nasikia ziko nyingi sana. Ujitahidi kwanza uwalishe, uwasogeze at least wale chakula cha kiwandani miezi miwili. Kwa sababu ukumbuke hawa kuku wa chotara hawa hawajaumbwa, yani lengo lao sio kulisha, chakula chao sio hiki tunachochanganya. Chakula chao ni cha kiwandani. Na wale wanaolisha chakula cha kiwandani miezi michache tu kuku wao wanakuwa na wanaenda vizuri sana. Hawasumbui sana na maradhi. Lakini kwa sababu ya uchumi na kwa sababu ya kuhaso, watu wanatafuta maisha, ndio maana tunachanganya chakula kupunguza gharama kidogo ya chakula ili kuku wetu waweze kula vizuri. Lakini sasa nikwambie, jitahidi uwalishe at least miezi miwili. Jitahidi, tunajua ni ngumu, chakula ni bei ghali, lakini jitahidi. Afu kwanza wanakuwa kwa haraka sana. Kuwalisha miezi miwili chakula, wanakuwa wakubwa na kufika miezi miwili unaona likuku kama litemba kabisa yani. Lakini bado kinda. Kwa hiyo jitahidini tu kuwalisha miezi miwili. Ukiwalisha miezi miwili unapoanza mwezi wa 3 ule unaanza kuwapa chakula cha kuchanganya. Na ukumbuke chakula cha kuchanganya unapochanganya pamoja na virutubisho vyote vile unavyoweka, jitahidi kuweka zile antifungal za kuua insects na bakteria, dawa za kutibu ile pumba. Changanya pamoja nayo. Haiweki kifuko kizima, ni ya unga, unaipima kwa vijiko hivi. Kama ni gunia moja unaweka vijiko 3 au 4.
Lakini kama ni gunia 2 unachanganya unaweka viko 8 au 10 hivyo. Unachanganya ile dawa inaenda kusaidia. Utapata maelekezo kutoka dukani. Waulize dukani wakupe maelekezo, lakini na yenyewe imeandikwa. Unaisoma pale imeandikwa. Unasoma maelekezo yale, alafu unachanganya pumbako alafu unaanza kuwalisha. Pale wanapoanza mwezi wa 3. Wanapoanza mwezi wa 3 na umeanza kuwalisha chakula cha kiwandani, wapatie dawa za minyoo. Inaenda kuwatibu au inaenda kuwakinga wasipate minyoo kwa haraka. Wakimaliza dawa za minyoo wapumzishe 1 wiki wapatie dawa za typhoid. Wapumzishe 1 wiki wapatie dawa za coccidiosis. Hivi zinaenda kutibu au kukinga. Lakini zile chanjo hakikisha wamepata zote. Hawa kuku wa masafa marefu hawa, chanjo zile wanapata zote. Gomboro 2, Newcastle 2 na chanjo ya ndui. Kwa hiyo wiki ya kwanza siku ya 7 utawapa Newcastle. Siku ya 14 utawapa gomboro. Siku ya 21 utawapa Newcastle. Siku ya 28 utawapa gomboro. Wiki inayofuata wiki ya 5 unawapa chanjo ya ndui. Ile ya kuchoma hapa kwenye kipapatio. Hapo unakuwa umemalizana na habari ya chanjo. Pale mwezi wa 3 wanapoanza kuwachanganyia pale unakuwa tayari umeshamaliza chanjo zote. Kuanzia pale unapomaliza chanjo zote pale mwezi wa 3 unapoanza kuwalisha chakula cha kuchanganya. Hakikisha unahesabu ile miezi. Ule mwezi wa 3 ndio unakuwa mwezi wa kwanza utaisha. Wa 2 utaisha. Wa 3 utawapa tena chanjo ya Newcastle na gomboro. Kwa hiyo watakuwa wanarudia chanjo kila baada ya miezi 3, kila baada ya miezi 3 wanarudia kupata chanjo. Ndio unawalea hivyo. Lakini malezi yote ni sawa kama unavyowalea broiler. Unawapenda, unawahudumia vizuri, unawapa chakula safi, maji safi, chanjo zile unazingatia, na dawa zetu zile za kuwalelea vifaranga unazingatia. Kwa mfano Trimazine na Timafam. Mwingine kaniuliza kama kwetu nimekosa Timafam niwape nini? Nunua vitamini ambayo picha yake imewekwa picha ya mama na vifaranga. Akiweka picha ya mama na vifaranga, unajua hiyo vitamini vifaranga pia inawafaa. Ukikosa Amintoto, nunua vitamini ambayo kwenye cover lile ganda la picha ya ile dawa ina picha ya mama na vifaranga. Nunua hiyo. Alafu wapatie kwa utaratibu wetu ule ambao tumeuelezea. Fuatilia video zilizopo hapa ndani zitakusaidia sana kwa sababu zina madini mazuri mno ambayo yameelezwa humo ndani. Kwa hiyo ufugaji ni ule jamani, hakuna tofauti. Baba nafikiri utakuwa umenielewa, ambaye ulinipigia simu jana usiku nikakwambia saizi nimechoka napika. Alafu sasa kasikilize tu kwenye video. Nimeamua nilete hii mada kwa ajili ya wageni wengine pia waweze kufaidika. Mimi nawapenda sana. Jitahidi tu kusubscribe, usisahau kusubscribe hapa uniunge mkono na mimi uniwezeshe. Subscribe, share hii video kwa wengine nao waweze kujifunza. Kuna mambo mengi na mazuri kwenye hii channel. We scroll tu video, soma hizo title, soma hizo headings hizo. Scroll down, soma hizo headings hizo. Mwenyewe utapenda na utaenjoy, hautanisahau. Wapo wafugaji hapa wanafanya vizuri sana na mimi nafurahi sana yani. Wapo wafugaji wanafanya vizuri sana. Madam huwezi kukosa soda, lakini soda zenyewe sizioni. Naambiwa tu madam lazima upate soda. Madam lazima upate soda. Hapa nimeuza, hapa nimefanya hivi. Soda zenyewe sizioni. Mimi nawapenda sana jamani, muwe na siku njema.